kweli Mwenyezi Mungu, tukushukuru tukiamini ya kwamba tukiwa pamoja nawe pamoja nasi, basi tu salama mioyoni mwetu. Tuomba ya kwamba uendelee kutulinda na kutuonyesha upendo wako, hasa katika safari hii ya imani. Na tunapoketi Mwenyezi Mungu, ili tuyatafakari neno lako, utuwezeshe kuyaelewa, utuzungumzie, nami pia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu uniwezeshe kulifunza neno lako. Haya tumeomba kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mmeamka vyema? Lakini baridi ndio imekuwa mingi. Ama hakuna baridi? Ni kweli hakuna baridi? Ama mnajipea nguvu? You are encouraging yourself in the Lord. Saa zingine mimi hushangaa kwa nini mvua inanyesha Nairobi na hatuna mashamba huko. Ama kuna mashamba huko? Inanyesha ndio itutolee vumbi na ioshe ati vitu zingine. Yeah, we thank God. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mvua na yote ambayo anayatenda, kwa sababu tunaishi kwa neema yake. Mungu ndiye anatuwezesha kuyafanya yale ambayo tunayafanya, kuingia hapa kanisani, kurudi nyumbani, kufanya kazi zetu. Ni Mungu tu ndio yuko pamoja nasi. Leo ningependa tuyatafakari yale ambayo tulisomewa katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Tulisoma mlango wa 17 kuanzia mstari wa 11, na inatupea hadithi ambayo tunaifahamu sana. Inakuwa vigumu mwaka kuisha kwa kanisa yeyote ama hata kwa fellowships zetu ikiwa hatujasikia mahubiri kuhusiana na hadithi hii, ambayo tunajulisho ya kwamba Kristo alikutana na watu 10 wenye ukoma. Ukoma haikuwa ugonjwa nzuri sana, sijui kama siku hizi iko, but I think not much. Ni ugonjwa ambaye ikikupata wakati huo ulikuwa unawekwa nje ya boma. Hakuna yeyote ambaye angependa kuwa na uhusiano na wewe, kwa sababu ni ugonjwa ambao ilikuwa inasambaa kama COVID. Ikiwa na mtu mmoja inaweza toka kwa huyo ingie kwa mtu mwingine. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na ugonjwa huo walikuwa wanafanywa kile ambacho tunaita stigma. They were stigmatized, like hakuna yeyote ambaye angependa kukaa karibu nao. Na tunajulishwa ya kwamba wakirushwa kule nje ama wakitupwa kule nje, walikuwa nafungwa kamba kwa mguu. Hiyo kamba ndio watajua kama bado wako hai, ama ukivuta hivi usikie imevutwa back, utajua kumbe bado hawajakufa, bado wako pamoja. Na watu hao, ikiwa ulikuwa umepona, the verification ilikuwa inafanywa na kasisi kanisani. Haungeruhusiwa kuungana na watu ama kuingia kanisani kama uko na ukoma. So the only evidence and proof ya kwamba umepona ilikuwa kufika kanisani. Kwa hivyo hawa watu 10 wenye ukoma waliposikia na kumwona Yesu Kristo, Biblia inatuambia ya kwamba wakiwa mbali walimuita wakisema ya kwamba akaweze kuwahurumia. Walimuita wakiwa mbali kwa sababu hawakuruhusiwa kujumuika na watu wengine. Basi Kristo alipowaona akawaambia waende wajionyeshe kwenye kasisi, wajipeleke kwa kasisi, that is hekaluni. And that is very interesting because akiwaambia hawakuwa wamepona, bado walikuwa na ukoma. Then anawaambia waende wapi? Kwa kasisi. That shows an act of faith.
Hiyo ni imani, kwa sababu walianza safari ikiwa hawajapona. Nilikuwa nashangaa kwa nini hawakumuuliza ya kwamba hatuwezi enda kwa kasisi na hatujapona, ni lazima tu tuende huko ikiwa tumepona. But walimwamini yale Kristo aliwaambia. So Kristo akawaambia waende kwa kasisi wakamuone, basi wakaanza tu safari. So uponyaji wao walipata wakiwa njiani. So Kristo did not heal them at the instant, at the beginning. So kwa sababu ya kutii yale ambao walielezewa na Kristo, wakaanza safari ya kwenda kuona kuhani. That is in the process, that is when they got healed. And it's very important kutukumbusha kama wa Kristo ya kwamba it's more important kumwamini Kristo, kumwamini Mungu kwa yale ambayo anatuambia tufanye, bila kuwa na maswali yeyote. To trust God and take God at his word. Because hawangefanya hivyo, sidhani kama wangepona. But again, in the process, as they were going, wakielekea kuona kuhani, wakapona hapo kwa njia, wakafika. Then mmoja wao kugundua ya kwamba amepona, yeye tofauti na wale wengine wa 9, alirealize hiyo uponyaji haikutoka kwake. Kuna yule ambaye alifanya apone. Yes, akaamua kurudi. Maybe wale wengine waliona, tumeweka bidii, tumetembea kwa hii njia tukienda kwa kuhani, that's why tumepona. Labda they just saw themselves, wakajiona ya kwamba ni wao ndio wali make effort. Sio Yesu alitembea, ama ni Yesu ndiye alitembea? Sio Yesu alienda kwa kuhani, ni yeye alienda? No. Waliona ya kwamba ni wao ndio wamefanya bidii yao. But the other one akafikiria ya kwamba hii njia nimekuwa nikifuatilia kila wakati. Huyo kuhani amekuwa hapo kwenye hekalu kila wakati, lakini sijawahi pona hata nikitembea kwa njia hii. Na leo kwa sababu kuna mtu aliniambia niende kwa kuhani, lazima iwe ni kwa neno lake ndio nimeweza kupona. So akarudi kusema asante. Leo tunazungumzia kukumbuka yale ambayo Mwenyezi Mungu amefanya. No, sio tu kukumbuka ndio uyajue, ni kukumbuka ili ukaweze kushukuru. Kwa sababu kushukuru ni kutambua ya kwamba kile ambacho kimefanyika katika maisha yako, Mungu ako na mkono. God has a role in what has happened into our lives. Ni vyema sana ku acknowledge kama yule mmoja ambaye alirudi kwake Kristo. Alitambua ya kwamba uponyaji wake umetoka kwake Kristo. So anytime umekumbuka nyuma yale ambayo Mwenyezi Mungu amefanya, it will help you to acknowledge the role of God. Sio kila mtu huwa anaona kazi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake. It takes yule ambayo akona imani ndiye atajua ya kwamba kuishi kwangu ni kwa sababu ya nani? Mwenyezi Mungu. Ndiye atatambua ya kwamba kuzungumza. Actually ukisoma story ya Nebukadnezar, alikuwa mfalme, and then Mungu humble to the point that anakula nyasi kama ng'ombe. Na si ati amemtoa kwa mfalme, bado ni mfalme, lakini anakula nini? Na akona every other thing that you would need. Kwa nini anakula nyasi? Kwa sababu Mungu amekataa sikule ugali. And that is how powerful God can be. Miwa naamini ya kwamba sitembei kwa sababu niko na mguu. Sizungumzi kwa sababu niko na ulimi ama mdomo. Nazungumza na chochote ambacho ninakifanya ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameniruhusu kuifanya at that particular time. And so if you acknowledge na unatambua hiyo, basi hautakuwa na ugumu yoyote kwenda kushukuru. Because you'll be able to appreciate anytime unashukuru. Hata binadamu, anytime unashukuru hata mtu mwenzako, ni kwa sababu unatambua ya kwamba kuna kile ambacho huyo mtu amefanya ambayo wewe mwenyewe haungefanya.
amefanya. And so when we are thanking God, we are acknowledging the role of God. Mara mingi sana shukrani pia sio mdomo tu. Shukrani is associated with action. Sawa sawa. You can imagine umeninunulia nguo. Inaweza kuwa shati ama t-shirt. Alafu nikwambia asante sana. Then siku moja ukinitembelea unapata hiyo ndio doormat. Unapanguzia viatu vyako ukiingia ndani. Will you take my word seriously ingawa nilikwambia asante? So shukrani is also associated with the work, the action. Is that okay? And that is why in most cases tukitangaza ya kwamba kuna shukrani, we encourage people also to come and give. Mi husema ya kwamba any giving yenye unapeana kanisani is not a fundraising. It is an act of worship. That unaweza toa sehemu ya yale ambayo uko nayo and you're taking it to church and you're simply saying that this is my thanksgiving offering. Ni kutambua ya kwamba hata kile ambacho kimebaki pia ni Mwenyezi Mungu ndiye amefanya nini? Amenipatia. So you acknowledge. I was told about sharing with somebody about Kikuyu culture. I love reading about African cultures and na nikaambiwa ya kwamba Mkikuyu akikutembelea na kiondo ameleta akakupatia ukiwa na vitu uko ndani, unairudisha namna gani? Lazima? Kwa nini? Kwani unamrudishia vitu amekupatia? Mtu asipoweka kitu ndani? Na ukikosa? Assuming umeletea Mjaluo ajui hiyo kazi. In your mind utashindwa, kwani hajafurahia kile ambacho nimempatia ama haja shukuru, like ana appreciation ama is that what the Kikuyu culture, that is the interpretation that you'll get. And it is so enshrined, nimependa kile ambacho amesema. It is so enshrined yenye hakuna mwenye atafikiria kukosa kuweka kitu huko. Hata kama itakuwa tu majani, but at least something will have to be there. And once you see that thing in your heart, hautaona ya kwamba huyu mtu amenirudishia ama anajaribu kunionyesha pia yeye ako nayo. Wewe utaona ya kwamba ameappreciate kile ambacho ulimpatia. So thanksgiving is about action and ni ku acknowledge the role that somebody has played. So tukisema leo ni Jumapili ya Thanksgiving, we are helping all of us to be able to look back, tuangalie nyuma na tujiulize ikiwa sio Mwenyezi Mungu tungeweza kupitia hiyo safari yote. And sometime maybe unaweza angalia na ukose kuona chochote, because saa zingine tunafikiria ya kwamba unashukuru kwa sababu ya yale ushindi ama victories zenye tumepata. But sometime even kwa magumu you can be able to appreciate. Wale Shadrach, Meshach and Abednego walirushwa kwa moto. Of course waliingia huko, labda waliomba wasiingie huko, lakini wakaingia huko. But you can still be able to thank God ya kwamba katika hiyo moto God bado amekusustain. Mungu bado amekushikilia. And so kila stage yenye uko katika maisha yako ni maombi kwa mwingine. Hiyo stage yenye uko inaweza kuwa haujaridhika. Labda unaona hata ningekuwa tu na baiskeli, si at least maisha ingekuwa nzuri. Kuna mtu anaombea hiyo mguu yenye uko nayo yenye unaona wewe ni baiskeli unataka. Kuna mtu hiyo mguu tu angepata. This person is good to go. And so every stage yenye tuko inaweza kuwa sio pahali ambao tunatarajia, but even at that point you still have a reason to acknowledge God's doing. To acknowledge God's doing. Dadangu mmoja alikuwa kwa chama, unfortunately Mungu alimchukua. Alikuwa kwa chama ya kina mama. So wakikutana wakaanza kupiga story. Mmoja wao akasema
Yeye alipata job na nashukuru Mungu kwa sababu alipata job inalipa vizuri sana. And then akasema salary yake inalipa 40,000. And then mwingine hapo akauliza, how do you survive with 40,000? Like 40,000 ndio ni salary yako yote. And then unashukuru ati umepata. Pengine kwake hiyo 40,000 ni item moja. Maybe rent ama shopping. Na huyo pia mwenye anashangaa hiyo 40,000, pia yeye kuna mwingine ambaye the total budget yake mpaka chini ukasave ukaweka kila kitu. Mpaka zile za kujifurahisha wakati wa Christmas uka underline lines 2 mwisho, grand total. Kuna mtu mwingine that one is just a single item in their budget. But nyinyi wote mnaishi. Yes? Ukule githeri hapa kwa kibanda na mwingine aende akule githeri kwa Kempiski. Si bado ni githeri tu. And the process yenye itachukua kwa mwili, the nutrients yenye italeta kwa mwili, it's still there. Labda yule amelipa 5,000, wewe umelipa 50. But it's still the same. So we all have a reason to acknowledge Mwenyezi Mungu. Na shukrani inatusaidia kutambua hiyo. Shukrani pia ama kuangalia nyuma na kukumbuka yale ambayo Mwenyezi Mungu ametufanyia pia inatutia nguvu katika imani. It strengthens your faith. Kwa sababu utajua ya kwamba ikiwa Mungu alinitendea kitu fulani, he is a trustworthy person. I can count on him. Inatusaidia kuwa na ujasiri, jambo la 3, ya kuface the future. Daudi alipokuwa akipatana na Goliath, kile ambacho kilimpea ujasiri na kuinua imani yake kupigana na Goliath ni yale ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amefanya hapo awali. Alisema Mungu akamsaidia kuua simba. And God helped him to kill a bear. And he is coming with that same faith, ya kwamba huyo Mungu pia atanisaidia kuua this Philistine. So when you look back on what God has done, it should give you the courage to face the future. It doesn't matter the nature of that, what happened hapo kitambo. Inaweza kuwa ni kadogo, but as long as umejua ni Mungu ndiye alikuwa na wewe in that small one, then that same God will still remain faithful even as we move forward. Huyo Mungu bado atakuwa na nguvu, bado atakusaidia, bado atakupea uwezo anytime. Think Jumapili iliyopita magani nikiwapea ushuhuda jinsi niliingia kwa ministry. And anytime I think of that, hakunanga kitu inanipea pressure hapa mbele. Juu nilijua there was every indication that sita manage kuingia. Mimi husema Mungu akani squeeze. Naona venye una squeeze. Umewahi ona kitambi hizi stoves ama these tin lamps? Kikwetu tunaziita nyangile. I think koroboi in Kikuyu. These 2 lamps zenye unaingiza kitambi hapa alafu unawasha hapo juu. The way you squeeze that, hivyo ndivyo Mungu alinisqueeze kwa ministry. Nikaingia huko ndani. So ikiwa alifanya hivyo, ni nini itanishtua hapo mbele? Yeye tu mwenye alinisqueeze ndio pia atanifanyia nini? Ataendelea kunisqueeze huko. And that is what gives me the courage. That is what gives me the faith to keep on pushing on. So hata wewe ukiangalia nyuma, inaweza kuwa maisha hii mwaka haikuwa rahisi. Labda resolutions zako, saa zingine naona kwa social media naona watu wanabadilisha. They make it fun, but sometimes just indicating ni nini. Ati mtu alisema 2025 resolution I'll buy a car. December imefika janunua car, sasa naongeza hapo carpet. Juu sasa juu carpet is a little bit cheap. Yeah, inaweza kuwa hivyo ndivyo kumefanyika. Kuna resolutions mingi sana ukamake list,
na January venye tunawapeleka na ma declarations, ndio hapa kuna kwanga na kesho 31st December adi kuna kwanga, ndio, and you pray with a lot of conviction kujua huu ni mwaka wangu, and then December inafika nashindwa like kwani nili mistake ama ilikuwa ya nani? Even with that, God, you still develop courage simply by remembering. If you take keen interest in your life, you'd always realize that there is that one thing, there are those two things zenye kama sio Mungu haungeweza. Sometimes even something as basic as just living. Na wakati mwingine ukiishi na unapumua, we don't really see what it takes to breathe na kuketi venye tumeketi. That became so serious to me when I visited one of parishioners in the parishes that I've served. Alikuwa kwa hospitali na alikuwa kwa oxygen, na nasema every day bili yake ni 100,000 kila siku. Na saa hizo mimi nimepiga maraundi nikibreathe tu bure. And that is when you realize like, wow, then it's also a miracle. It is also a miracle. It is a miracle. Saa zingine ukizungumza maybe juu ya masomo na biology, tumejua ulimi kuna venye ina, and every time I even brush my teeth, mi huwa nadhani tu ni brush na meno ndio zinahusika. Wacha siku moja nikapata kidonda kwa ulimi. I even realized kwamba kwanza ukibrush meno kumbe pia ulimi huwa inahusika, because it was so painful. And so wakati mwingine tunaweza kaa tukifikiria like nothing much has happened, but if you take time to reflectively pray, utagundua ya kwamba kuna mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutufanyia. And just in case there are those specific ones zenye ulikuwa unatarajia na kuamini Mwenyezi Mungu lakini hazijafanyika, Yakobo anatuzungumzia juu ya subira. Subira, being patient and waiting upon the Lord. It's very hard to wait. Kungojea haikwangi kitu rahisi sana. But njia ya kuifanya at least iwe bearable ni number one, kufahamu ni nani unamgojea. Who are you waiting for? Tulifanya harusi I think about 13 years ago, if I'm not wrong. Na hiyo wakati nilikuwa youth kwa kanisa, kwa wangu pia youth in the same church, but mi tayari nilikuwa nimefanywa kasisi, so I was working in a different parish. But kuna wale ambao tulikuwa tumefanya nao, kushiriki nao kwa kanisa ambao nilikuwa youth. Sa mmoja wao akapiga simu akaniambia, wewe Ameda, nimewajua vizuri sana, kwa harusi yako usisumbuke na mambo ya mchele, nitaleta 50 kilograms. Nikasema hallelujah, the Lord is working, the Lord is in this. So nikaenda kuambia Ketara, nikamwambia mambo ya mchele wachana nayo, hiyo imesimamiwa. And the Ketara was wise enough, akaniambia, mchungaji, kitu tutafanya, wacha tuiweke tu kwa budget, huyo akileta there would be no harm, tutatoa tu. Kitu hako anataka kuniambia ni ya kwamba don't believe and trust anyone mpaka tunaweza kuiweka hivyo and then akose kuleta alafu tukwame. So hakuniambia hapo, alisema tu hiyo ni vizuri sana, tunashukuru Mungu, lakini nitaiweka tu just for the sake of it. After some time harusi iko karibu, tukapiga simu, akasema hata nimeweka kwa gari, alikuwa Mombasa, tumeweka kwa gari, inakuja 13 years down the line. Sijui iliwekwa kwa gari ya kwenda Uganda ama ni gari ilikuwa inaenda pande gani. Adi
Sijui bado niendelee kungojea. Maybe nitaitumia kwa 25th anniversary. Subira ama kungojea inakuwa rahisi if you know the person that you're waiting for. And in this case ni Mwenyezi Mungu ndio tunamngojea. Now God is very different from human beings. Why? Because God cannot lie. Mwenyezi Mungu haezi danganya. So yeye akikwambia ungojee, at least you can take him at his word. That's why mimi husema God does not work in a vacuum. Anatumia binadamu. And so nikingojea Mwenyezi Mungu, I will not have any individual in mind. Ati nangojea Mungu lakini kwa mawazo yangu naona tu atatumia Dennis. So Dennis anatembeanga nisalimi nashindwa kwani Mungu leo hajafanya kazi. So I should wait on God without any human being in mind. Kwa sababu Mungu anaweza tumia hata yule ambaye hautarajii, na hata ukimuona akai ni kama anaweza kukusaidia kwa njia yoyote. So if at all there are those resolutions that did not take place and you're wondering why are people thanking God, please we shukuru Mwenyezi Mungu as you continue to wait, because God is not a man to lie. God cannot lie. Mwenyezi Mungu haezi danganya. The only challenge ni ya kwamba he is a God of process. Ya kwamba kabla akupee kitu lazima kukuwe na process. Ingawa in our generation today we are an instant generation, yeah? If you talk of coffee ni instant coffee. Communication, WhatsApp, messaging ndio hiyo. Sio kama ile wakati wa kuandika barua inakaa kwa posta siji 3 weeks ndio ikufikie. Ukitaka kuchemsha chakula, gas tu mara moja ama siku hizi ni microwave. Unaingiza tu uko ndani, 1 minute everything is done. Hausumbuki na kuni, moshi ingie kwa macho. But Mwenyezi Mungu is a God of process. And sometimes what he does, anakuonyesha mwisho wa safari, lakini hakuonyeshi njia ya kwenda huko. Aliambia Joseph, your parents, the sun, the moon and the stars are bowing before you. But hakumwambia safari ambayo ataenda ndio ifike hiyo wakati ambao that they are bowing before him. So you could imagine venye aliuzwa Egypt ama Misri, angesema ya kwamba hii mambo ya kubao naona sioni kama itafanyika. Ndugu zangu wameniuza kama slave, mtumwa, kufika huko nikaingizwa prison. Maybe alikuwa naona tu like but kwa sababu ni Mwenyezi Mungu alisema, and along the path he waited. Every process zilifanyika was just leading him to his destiny. And so labda kungekuwa na Thanksgiving service hiyo time, hiyo point yenye alikuwa kwa prison, angesema sasa nyinyi mko serious kweli? Kwanza nimewekelewa, sijafungwa juu ya kitendo ambacho nilikifanya, mimi sikufanya, ndio hii nimefungwa hapa, alafu na nikujia na shukrani. Not knowing that he is on the right path. He only needed to wait. You could be like Joseph at this time. Labda uko kwa hiyo point yenye umeingizwa kwa shimo, ama umeuzwa, ama uko ndani ya jela, na sijui all that time ilichukua how long. But mwishowe Joseph said that you meant it, talking to his brothers, you meant it for evil, but God meant it for good. So can we be able to see God in every process? Can we be able to see God in every process, knowing very well that he is not a man to lie, ya kwamba siku moja ataweza kutimiza yale ambayo ametuahidi. Kwa hivyo wenzangu, whether tumepata ushindi, whether yale ambayo tulikuwa tumepanga na kuomba Mwenyezi Mungu mwaka huu tumepata ama hatujapata, whether tumepata ushindi ama tulilemewa kwa njia moja ama nyingine, remember, Thanksgiving
ni jambo la muhimu sana kwetu. And in every process, as long as tumemwamini Mwenyezi Mungu, God is always part of it. Mwenyezi Mungu hakuangi tu kwa comfort peke yake. Sometimes tunadanganyika hivyo, ya kwamba tukiwa maisha inaendelea vizuri ndio tunafikiria ya kwamba Mungu yuko nasi. That is not true. Is not all comfort that indicates the presence of God. Wakati mwingine shetani tayari amekukaribisha, ameona uko na yeye, sasa anasema wacha nisisumbuane na huyu, wacha niende nisumbue wale wenye wananisumbua na maombi the other side. Na wewe uko comfortable pande hii, unaona ya kwamba uko na Mungu. And sometimes you are so much in discomfort, a lot of pain, machungu mingi sana, but still God could be in it. Uliza Job atakwambia. Yeye hakuwa anaona ni nini nafanyika in the spiritual realm, lakini Mungu tayari alikuwa amejua hiyo story inaendelea aje. Kristo hata akalia akiomba Mwenyezi Mungu amuondolee kikombe, God was still in it because he prayed, Father, let not my will but your will be done. And sometime kama mchungaji, even as I walk with people katika maisha yao, I really do it prayerfully. Kwa sababu unaweza saidia mtu prematurely. Umewaiona maharagwe ikimea? Inatokanga ikiwa imejikunja hivi, si ndio? Wewe you can imagine uende hapo uanze kusema, ai wewe kwa nini umejikunja hivi? Si ukue straight alafu uinue ikue hivi straight. Utakuwa umeisaidia. Actually utakuwa umeivunja. But there is time that it needs to take. Ikiwa imejikunja hivyo pole pole mpaka siku moja ikue straight. And sometimes that is what happens with us. There are situations that if God did not allow us to go through, labda the heart, the attitude that we have towards people haingekuwa. Kuna watu wanasaidia na mmoja wao anasupport hii church sana. Hata sio member wa hii church. Huwa analeta chakula. And one time tukimtembelea tukamuuliza, akasema kuna wakati walikuwa analala njaa sana na maji. Sometimes they have nothing to eat for days. But wakati Mungu aliwasaidia, huwa anajiambia ya kwamba lazima kuwe na mtu kama mimi. Na huyu mtu there is a likelihood atakimbia aende kanisani. So wacha nipeleke food kanisani in case aende huko asikose kitu venye sisi wenyewe tulikosa. Hangepitia hayo mambo, ingawa yalikuwa machungu, pengine angekuwa na hiyo attitude. Angekuwa anashindwa, mtu analala njaa, kwani chakula imeenda wapi? Unafungiwa rent, kwani ni nini na kuzumbua? I remember one time telling my children story nikienda primary. Ati nilikuwa ninatembea nikienda shule. And so they were lucky enough that by the time walikuwa naanza kwenda shule, God tayari alikuwa ameniwezesha nikapata gari. So from the beginning I've been dropping them to school. Sasa nikiambia huyu mtoto mimi nilikuwa natembea kwenda shule, akaniuliza gari ya baba yako ilikuwa wapi? That was like surely. Na alikuwa serious. Like unatembea kwenda shule na ulikuwa na baba, gari yake ilikuwa wapi? So kwa maisha yake yes, gari, baba lazima kuwe na gari, you know. Juu yeye akianza kwenda shule, baba yake alikuwa anamfanya nini? So anashindwa, kwa nini baba yangu, kwani hakuwa serious na maisha? And sometimes that is what happened. But because of the things that God allows us to go through, you become different. And so that tough situation yenye umekuwa ukiexperience mwaka, probably it's making you to be a better version. Mi usema ya kwamba siku moja will really get shocked if you realize that the reason you are better than before is because of that painful situation that you went through. Ya kwamba haingekuwa, labda saizi ungekuwa mtu mbaya sana, hata hakuna mwenye angetaka kuhusiana na wewe.
or hiyo hekima ambayo uko nayo pengine haungekuwa nacho. So wenzangu, tukiangalia nyuma, the reason ya kwamba tuangalie nyuma na tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tukimshukuru inatuwezesha kutambua kazi ya Mungu maishani mwetu, inatusaidia kuwa na ujasiri, na pia inatusaidia kuwa na imani. Na ikiwa yote pengine yamedelay kidogo, basi Mwenyezi Mungu pia anatuhimiza tuwe na subira. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Asante mchungaji kwa neno. Tunafaa tuwe na ujasiri, tunafaa tuwe na imani na tuwe na subira pia. Ndio Mungu atutendee. Ili tuweze kuzindikisha hiyo neno, tutaweza kusimama na tutoe sadaka zetu tukiimba wimbo nambari 59, Njooni na Furaha. Tutaweza kusimama.